Ameanza Victor Kelo. Jermaine Kamati ametoka wa kwanza. Jermaine napaisha juu ya lango. Jermaine Kamati alikaa tin, kaachia mkwaju, lakini mkwaju wake uliishia kupaa juu ya lango. Mbuya amechezewa. Amfrio Mondi Aroko, wapambe wake wanamuita Tible. Amfrio Mondi Aroko anaingia eneo la ndani. Amfrio Mondi kind of target, jaribio lake, aliingia ndani, katumia guu lake dhaifu, guu la kushoto. Kimbilia Wayne Mbuya. Wayne amemtoka Victor Kelo. Wayne Mbuya analeta chini, nafasi ile anakamata Victor Kamungo. Njaa kipindi hiki cha pili, Kariobangi Sharks. Wayne Mbuya alimtoka Victor Kelo Odhiambo, ikaletwa ikamkuta Amfrio Mondi Aroko. Shuti lake likaishia mkobani mwake tu Victor Kamungo. Karibu sana coach, na mechi nyingine ambayo ni ukame wa magoli unaendelea, lakini pia ukame wa alama tatu. Labda utazungumzaje mechi ya leo coach? Kitu naweza sema ni kwamba when it comes to defending zile red zone crosses, at least leo tumewak vizuri. Defense yangu imesimama vizuri, pia midfielders wakidrop kwa hizo red zone they were defending nicely. Bado tu kuna shida hapo mbele ku finish because my strikers wangu wamepata chances but they are somehow sluggish. They don't want to be rugged, they don't want to give out their best. So unapata bado niko na shida hapo mbele, na nitarekebisha wakati windows zinafunguliwa ndio tuweze kufunga mabao. Na kweli umezungumzia kwamba utarekebisha window ikifunguliwa, kwa tushuhudie Sofapaka ya mwaka ujao ambayo itakuwa tofauti, hususan kwenye safu ya kushambulia ambao umezungumzia kuwa hawana ile aggressiveness ya kuweza kukupa magoli. Maanake mechi yako ya 5 leo bila goli. Kutakuwa na tofauti, si strikers peke yake, manake pia nimetafuta midfielders, manake sina depth kwa midfield kabisa. 3 midfielders wameza game karibu zote, ikiwa mmoja hayuko inakuwa ni shida. So nataka kuleta depth kwa midfield na strikers, na niko sure next season, mwaka ujao, not next season, mwaka ujao team itakuwa nzuri kabisa. Asante coach, heri njema za sikukuu na mwaka mpya wenye mafanikio. Karibu sana coach, mechi nyingine ambayo haujafanikiwa kupata alama tatu, lakini pale tunarejea kwa ulivyoniongelesha awali kuwa nafasi zinabuniwa nyingi, lakini kule kumaliza kumekuwa tatizo. Coach, zungumzia mechi ya leo. Wakati tunamaliza mechi labda 0-0, nafikiria kuiangalia vyema ni kuzuia, tumezuia vyema. Sasa labda ni kuangalia kama tumepata fursa nzuri ama sawia za kufunga. So ni kuangalia kupata fursa za kufunga na pia na kuangalia kufunga kwenyewe sasa. Lakini ni kila mtu ambaye alikuja kwa mechi hii, so mimi singependa labda kumaliza mwaka huu nikiwa chini, lakini imefanyika hivyo. Sasa mimi ni vyema kuangalia vyema, tutakuwa na siku kadhaa za mapumziko. Alafu tuangalie vile tutakavyokuja sasa tukicheza dhidi ya Posta. Coach, umezungumzia nafasi lakini pia kila mchezaji kujituma. Dirisha la uhamisho la kwenda kufunguliwa, labda utakuwa unaongeza makali kwenye safu gani, hususan safu ya kushambulia ambayo kidogo magoli hayajaonekana pakubwa zaidi kwenye awamu hii ya msimu? Maombi ya mwanzo ni labda aina ya kina Alisalum waweze kupona, wamekuwa na majeraha. Tumekuwa na Alisalum, Jacob Onyango, Patilo Moto, watu ambao ni sio chini ya zaidi ya watu 8 kuelekea 10. So nafikiri labda usajili wa kwanza ni majeraha yapone, na usajili wa pili lazima tutafute wafungaji. Haswa wale ambao wanatuelewa kidogo. Tutakuwa na budi hata kumrudisha yule ambaye tushaikuwa kwa wakati kama huu na akatusaidia kutoka hapo. Asante coach, heri njema za sikukuu, lakini mwaka mpya wenye mafanikio mwaka ujao.